Mtu mmoja ameniangalia. Tunaomba siku zote waga tutajagi neno la Mungu. Wakati umepata mtu wa kumuombea anaumwa, si ndio? Unasema Baba, hata kama ukumbuki mstari unasema Baba, ulisema tutaweka mikono yetu juu ya wagonjwa na wao watapona. Na mimi naweka mkono juu ya huyu, pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Mungu akilituma lile neno lake lazima lifanye kazi. Lakini mara nyingi hatutumii. Tunataka tuombe tu wakati mwingine rabo useke, which is okay. Unaweza kaomba ukasema kwa lugha unaomba, lakini ukilisema lile neno ambalo unalitaka. Nasema Bwana uliniambia sitaaibika kamwe hata siku moja. Ulisema Bwana nimekukimbilia wewe ili nisiaibike milele. Ukilitaja lile, Mungu lazima atende kwa sababu umeliadhimisha neno lake. Kwa wale ambao tumeokoka, Yesu Kristo amekuwa Bwana na Mwokozi wetu. Maombi ni sehemu yetu, si ndio? Maombi lazima tufanye, si ndio? Kwa sababu Yesu alikuwa anaomba, si ndio? Hasa wakati unaomba umefunga macho yako. Hasa mimi nasema Baba naombea mke wangu. Baba katika jina la Yesu, nimeshajitakasa, nimemuita Roho Mtakatifu mahali hapo, nasema naomba kwa jina la Yesu. Halafu nimesema kwamba neno ulisema Bwana lazima niishi na mke wangu kwa akili, na muombea mke wangu. Halafu wakati huo naanza kuwaza kuna mtu namdai. Halafu na simu iko hapo. Halafu unasikia ndende, nafumbua macho. Na yule mtu aliniambia atanirudishia hela baadaye. Au wakati unaomba biashara yangu sijafungua. Sio nitafungua saa ngapi? Kuna mtu aliniambia Au wakati unaomba unasikia kuna fulani alinitukana. Yaani alivyonisema yule, yaani kwa kweli siwezi kubali. Sijui mnanielewa ninachokiongea? Kuna wakati unaomba alafu umehama kwenye mawazo. Na ile huwa ni mbinu ya ibilisi ambaye anakutoa kwenye ile uko unakifanya. Unaanza kufikiria kitu kingine, unatembea unafikiria umekwenda Iringa, umeenda Njombe, umekwenda Mama, umerudi hapo rudi. Au mvua haijanyesha, sijui maji niko pana, umeshahama ulichokuwa unaomba. Hasa mbinu nimewaleteeni kwa jina la Yesu. Wakati tunakwenda kwenye hatua yetu ya 5, kabla hujaendelea kuomba ulichokuwa unakiomba, Biblia inasema hivi kwenye Mathayo 18:18. Mathayo 18:18. Tumepewa uwezo, chochote tutakachokifunga duniani na mbinguni kitafungwa. Tutakachokifungulia duniani na mbinguni kitafunguliwa. Kwa hiyo sasa wewe ukifika kwenye hatua yako ya 5 nasema Baba, ninafunga mtawanyiko wa mawazo. Mawazo yangu yote ninayakusanya, ninayaweka hapa katika jina la Yesu Kristo. Halafu sasa ndio unaanza roba shakatela sandara leshike lekere, kwa sababu tayari nimeshapeka hatua yangu ya kwanza, ya pili, ya 3.